Napenda sana kukaribisha katika kipindi chetu cha Alta versus Alta. Ninaamini kwamba umekuwa pamoja na sisi muda mrefu toka tumeanza hichi kipindi na naamini kinakubariki. Asante sana kwa kuwa pamoja nami katika hichi kipindi. Ninaamini kwamba kuna mengi ambayo tumejifunza na tunaendelea kujifunza. Lakini pia natamani uchukue muda huu kumkaribisha mwenzako, kama ni yule ambao unajua anafuatilia hichi kipindi na unajua sasa hivi hayuko online, basi mwambie akaribishwe sana kwenye hichi kipindi. Nafurahi sana kuwa pamoja na wewe kwa kuwa ninaamini kwamba uwepo wa Mungu pamoja na sisi, lakini naamini unaonisikiliza ni yule ambaye Mungu amekusudia kufanya mabadiliko katika maisha yako au kukutumia wewe kufanya mabadiliko pia kwenye familia na jamii. Ninaamini neno la Mungu anasema kwamba tunaangamia kwa kukosa maarifa. So one thing I believe ni kwamba hili neno linavyokuja kwako linakuja break every stronghold, lakini pia linakuja kukujenga, linakuja kukulinda na linakuja kukusaidia. Kwa hiyo natamani sana uchukue muda kwa maombi, tuombe, lakini pia mwamini Mungu kwamba utakaposikiliza hichi kipindi basi ni sehemu ya majibu ya maombi yako. Baba, katika jina la Yesu, Mungu nasema asante kwa wema wako. Baba, nasema asante kwa kila siku ambalo Mungu umenipa nafasi kunisikia. Asante Baba kwa ajili ya watoto wako ambao Mungu tayari wamesha gather themselves kwenye TV, kwenye YouTube kwa ajili ya kusikiliza Mungu hili neno lako. Baba, nasema asante kwa uwepo wako ambao Mungu uko pamoja na sisi, lakini asante kwa ajili ya kila mtoto wako ambao Mungu umempa nafasi ya kunisikiliza. Baba, ninaamini hili neno la wakati. Mungu, ninaamini kwamba hili neno linaenda kuleta matokeo katika maisha ya watoto wako. Father, I declare kwamba kila atakayenisikiliza Baba, Mungu kupitia nguvu yako, Baba atakombolewa na Mungu utaachilia breakthrough katika maisha yao. Asante Roho Mtakatifu kwa uwepo wako, asante kwa nguvu yako ambayo iko pamoja na sisi, lakini zaidi ya yote asante kwa majibu ambayo Mungu unaenda kuachilia siku ya leo katika maisha ya watoto wako. Ni katika jina la Yesu, Baba naomba na kushukuru. Amen. Tunaendelea kujifunza altar versus altar. Na so far tumekuwa tunazungumza kuhusu altar, tumezungumza kuhusu makuhani na tumefika sehemu ambapo tukaanza kuangalia damu, nguvu ya damu kwenye madhabahu. Na tukajifunza kwamba wa kwanza kabisa ambaye alitoa damu kwenye madhabahu kwa ajili ya kumsaidia mwanadamu alikuwa ni Mungu. Nikasema kwamba ukisoma kitabu cha Mwanzo 3:21, neno la Mungu anasema kwamba Bwana Mungu akafanyia Adam na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Hapa ni kabla Mungu hawajaondoa Adam na Hawa kwenye garden. Tunaona kwamba kweli walitenda dhambi kwa sababu walikula ile tunda ambalo walinyimwa kula, na neno la Mungu anatuambia kwamba baada ya kula ile tunda wakaiona wako uchi. The Bible says also kwamba unajua waliona aibu. Kwa hiyo maana yake tunaona dhambi pia inaleta aibu katika maisha yetu. Kwa hiyo tunaona kwamba waliona aibu, lakini lazima tuangalie pia also the glory of the Lord departed from them. Alright? Lakini pia tunatakiwa tujifunze kwamba katika wao kujiona wako uchi, ile aibu also walikuwa naona sasa athari ya dhambi. Ya manake sasa wao wenyewe waliona aibu. Manake ile dhambi iliwafanya waone aibu. Na watu tunarudi kwamba dhambi inafanya nini? Kuna namna ambavyo mtu ukitenda dhambi, asili yetu ni kutenda mema. Asili yetu ni ile ya Mungu. So the moment tukitenda dhambi, kuna namna ambavyo kuna ile conviction inakuja ndani yetu. Tuone kwamba tumefanya kitu ambacho sio kizuri. Umeona? Tunajifunza kwamba waliona aibu. Kwa maana yake kutenda kwao ile dhambi, waliona aibu kwamba tumefanya hili kosa. Ni kama vile ambaye mtu anafanya kosa la kuiba. Kwa mtu ambaye nafsi yake bado ina nguvu, ina ile relationship na Roho Mtakatifu, utagundua kwamba mtu yote akifanya kile ambacho sio sahihi, kuna ile conviction inakuja ndani yake ambao anajisikia vibaya. Umeona? Anajisikia vibaya, anajisikia aibu, anajisikia amekosa. Okay, so tunaona kwamba baada ya Adam na Hawa kula ile tunda, the Bible says wakaona aibu, wakajisikia aibu. Maanake hapa tunarudi kwamba ile dhambi sasa ilikuwa reflected kwenye miili yao. Kuna namna ambavyo walianza kuona kwamba you know what, kuna namna ambavyo tunajiona wachafu. Kuna namna ambavyo tunajiona kwamba tunaona aibu katika kile ambacho tumekifanya. Kwa ile dhambi ilisomeka kwenye miili yao. Unaona? So you have to understand kwamba dhambi ina nguvu ya kuaffect maisha yetu, ya kuaffect namna ambavyo tunajisikia, ya kuaffect namna ambavyo tunajiona. Okay? Kwa hiyo wakatafuta namna ya kuficha namna ambavyo walikuwa wanajisikia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo hii natamani sana tukakae katika hili eneo la kuona namna ambavyo dhambi inaweza kutufanya tukaona aibu, lakini tunarudi kwamba bado kuna watu ambao wanatembea katika ile asili ya kwamba ukifanya dhambi unataka kuficha. Ukifanya dhambi kuna namna ambavyo you want to cover yourself because of the sin that you have done. Ukisoma hili neno la Mungu anasema kwamba Adam na Hawa wakatafuta majani, na hii tukisoma kitabu cha Mwanzo 3. Natamani kama na neno lako ukafungue, lakini nataka nikupe tu summary kwamba baada ya kula lile tunda wakaona aibu, wakajiona wako uchi. Neno la Mungu anasema kwamba wakachukua majani wakajifunika. Lakini ile ilikuwa just a temporary cover.
Okay? It was a temporary cover. Sasa kumbuka Mungu alivyokuwa anazungumza na Adam na Hawa, aliambiwa kwamba kila hili tunda mtakufa. Sio mtakufa. Maanake tayari kulikuwa kuna declaration ya mauti. Na kumbuka wakati anasema hilo, tayari mauti ilikuwa inasikia. Tayari kuna roho ya mauti ilikuwa inasikia kwamba hao wakitenda hili dhambi au wakifanya kile ambacho Mungu ameagiza wasifanye, mimi ninaruhusiwa kuattack maisha yao. Mimi naruhusiwa kuachilia mauti katika maisha yao. Sasa ujue kwamba chochote ambacho Mungu anakitamka, sio tu kwamba wewe unakisikia, sio tu kwamba Mungu anajua alichokitamka na akisikia alichokitamka, lakini pia adui pia anakisikia kile ambacho kimetamkwa na Mungu. Adui anasikia kile ambacho wewe umetamka. Adui pia anaona kile ambacho unakifanya. Sasa kumbuka kwamba kuna vile ambavyo Mungu amesema tusivifanye. Kama namna ambavyo tunaona Adam na Hawa from the beginning, Mungu alikuwa ameshiachilia neno lake kwamba msile hili tunda, mkila mauti ita take place katika maisha yenu. Manake mauti ilikuwa inasikia. Ndio namna ambavyo kwamba chochote ambacho Mungu ametuambia kwenye neno lake tusikifanye, usizani kwamba kimeandikwa tu kwamba adui hajui kwamba kile ambacho Mungu amekwambia usifanye. Ukifanya tayari ni taarifa kwa adui kwamba huyu ameenda kinyume na taratibu la neno la Mungu. According to the word of God. Kama huyu amesema kwamba, kama Mungu amesema kwamba wasila hili tunda watakufa. Kumbuka hicho ni kitu ambacho tayari kimekuwa declared, okay? Sasa lazima ufahamu, adui akijua unafanya kile ambacho unatakiwa kufanya, anajua kwamba madhara yake ni nini. Mungu amesema akifanya hichi nini kinatakiwa kifanyike. Okay? So automatic utagundua kwamba tayari mauti ilikuwa imeshapewa permission to execute judgment kwa Adam na Hawa. Tayari mauti ilikuwa imeshapewa kibali cha kuangamiza maisha ya Adam na Hawa. Okay? Sasa lazima tuangalie matokeo ya dhambi katika maisha yetu na namna ambavyo adui yuko makini sana kuangalia neno la Mungu na kuhakikisha tunafanya kile ambacho hatutakiwi kukifanya, kwa sababu anajua ya kwamba tukishafanya kile ambacho hatutakiwi kufanya, cover ya Mungu imeondoka katika maisha yetu, na huo ni mlango wa adui kuataki maisha yetu. Sasa ukisoma hili neno utagundua kwamba Mungu baada ya kuona Adam na Hawa wamekula lile tunda na tayari anaona dhambi tayari iko wazi. Yaani dhambi tayari kwa imeshamakiwa kwenye damu yao. Dhambi tayari imeshakaa kwenye miili yao. Na Mungu akasema kwamba you know what, hii dhambi inanifanya niwe mbali na hawa watu. Lakini hawa watu tayari ni a target kwa nani? Kwa adui. Okay? This is another way for us to actually, tukisoma hili tutagundua the mercy of God katika maisha yetu. Nimeanza kusema kwamba baada ya Adam na Hawa kula tunda wakajificha. Okay? Wakajificha. Sasa lazima turudi katika uhalisia wa maisha yetu ya leo. Okay? Tukiangalia hili neno na tukijitathmini sisi maisha yetu, lazima tuangalie ni dhambi gani ambazo tunazifanya leo hii katika maisha yetu na tunajificha. Tunafanya dhambi na tunajificha. Wengine kweli wameokoka. Lakini changamoto kwamba wanaokoka na wanajua kwamba neno la Mungu linasema ya kwamba you know what, we must be filled with the Holy Spirit. Hatutaki kunywa. Lakini utagundua kwamba kuna wale wameokoka lakini bado ni walevi. Utagundua neno la Mungu linakuambia kwamba ukishaokoka achana na dhambi ya uzinzi. Lakini utagundua kwamba umeokoka lakini bado wewe na uzinzi mko pale pale. Neno la Mungu linakuambia kwamba ukiokoka acheni issue ya kuiba. Fanya kazi kwa mikono yako, lakini utagundua kwamba kuna leo okoka lakini bado wanaiba. Wanaiba kazini, wanaiba kwenye biashara. Ni kweli umeajiriwa kwenye hiyo biashara, lakini bado mkono wako ni mwepesi kuiba. Ni kweli umeko kwenye ajira kwenye hiyo nyumba ambayo umepewa, lakini bado upo. Nazungumza pia na wale ambao wanafanya kazi kwenye manyumba, umeajiriwa kweli kwenye hiyo nyumba. Wanakuamini lakini bado mkono wako uko mwepesi kuiba. So unagundua kwamba unafanya dhambi lakini unajificha kwenye hiyo dhambi. Unajificha kwamba unakunywa, unajificha unafanya uzinzi, unajificha wewe ni mwizi. Sasa hivi ni vitu utagundua kwamba Adam na Hawa walijua kwamba you know what, tukijificha kuna namna ambavyo tutaepuka mauti. If we cover ourselves na haya majani tutaepuka mauti. Lakini lazima tufahamu leo hii kwamba hauwezi kuficha dhambi. Hauwezi kutenda dhambi ukajificha kwamba mimi natenda hii dhambi and then nitajificha. Mwisho wa siku dhambi itakumbua tu. I'm telling you, dhambi ina tabia ya kumwaibisha mtu. Dhambi ukificha baada ya siku itakuaibisha tu. Kwa nini tunajifunza hili neno? Kwa sababu kumbuka neno hili ambalo Mungu ametupa from the beginning, tunaona ya kwamba Mungu baada ya kusema kwamba wakila hili tunda watakufa na adui alisikia, Mungu alikuja na option. Mungu hakutaka tu kwamba okay fine, hawa wametenda kosa. Baada ya kutenda kosa, you know what, it's okay.
wametenda kosa, hawajanisikiza, basi wafe. Ukisoma neno la Mungu katika kitabu cha Ezekiel 33 mstari wa 11, Mungu anazungumza na wana wa Israeli. Kuna kitu anasema basi waambieni, kama niishivyo mimi Bwana Mwenyezi Mungu, naapa kwamba mimi sikifurahii kifo cha mtu mwovu, bali napenda mtu mwovu aachane na mwenendo wake mbaya apate kuishi. Lazima tufahamu nyuma ya mauti kuna nini? Kuna kifo. Uovu wote ukiendelea kuentertain, mwisho wa siku mwisho wake ni mauti. Dhambi yoyote ambayo ukiendelea kuentertain, hiyo dhambi automatic mwisho wa siku italeta mauti katika maisha yako. Lakini Mungu anatuonyesha kwamba alipozungumza na Adam na Hawa, na baada ya wao kula ile tunda na wakatenda dhambi, haikumpendeza Mungu kuona Adam na Hawa wanaangamia. Hakumpendeza Mungu kuona Adam na Hawa wanaishia kuangamizwa na mauti. Haikumpendeza. Sasa ukitaka kujua moyo wa Mungu, ndio maana lazima uendelee kusoma neno la Mungu. Utaona katika kitabu cha Ezekiel, Mungu anazungumza na wana wa Israeli, anaonyesha moyo wake. Anasema kwamba mimi sifurahishwi na kifo cha mwovu. Sipendi mwanadamu ambaye anatenda dhambi afi katika dhambi yake. Sipendi kumwona mwanadamu anaangamia kwa sababu ya dhambi. Hapendi. Yani anasema kwamba mimi sipendi. Na kitu anasema kwamba napenda mtu mwovu aachane na mwenendo wake mbaya apate kuishi. Kwa hiyo Adam na Hawa walipokula ile tunda, Mungu alisema kwamba mimi sitaki Adam na Hawa waangamie. Nitafanyaje ili hawa watu wasiangamie? Nitafanyaje ili hawa watu wakombolee katika hii hukumu ya mauti? Kwa sababu tayari naona kwamba mauti, roho ya mauti tayari iko mlangoni kwa ajili ya kuangamiza. Mungu akaja na plan. Sasa ndio maana tunarudi, lazima sisi kama tunawapenda ndugu zetu, kama tunapenda kuishi na maisha, lazima tuwe na ile mindset ya Mungu, tuwe na ule moyo wa Mungu kwamba namba moja, sisi wenyewe tusitamani kuangamia katika dhambi ambayo tuna entertain, dhambi ambayo tunaifanya na tunawaza kwa sababu tunaifanya hakuna mtu anatuona, basi tutaendelea kuishi. Unachokifanya ujue adui anakuona, na kazi ya adui ni kuangamiza. Yani you have to understand, hata kama una find behind the scene, whatever you're doing behind the scene ambacho nyuma yake akimpendezi Mungu, ulazima ujue kwamba Mungu anakuona, lakini pia adui anakuona. Na lazima ujue kwamba huyu adui anakuona, as long anajua kwamba hichi kitu mimi am permitted kuachilia mauti katika maisha yako, kuachilia uharibifu katika maisha yako, atatumia huo mwanya effectively. Mungu alivyoona kwamba Adam na Hawa hakutaka waangamie. Hatutakiwi kutamani ndugu zetu waangamie kwa dhambi ambazo wanazifanya katika maisha yao. Hatutakiwi kuona kwamba utakiwi kumwona kwamba ndugu yako anafanya uovu ukanyamaza, ukasema kwamba yeye aliambiwa asifanye basi. Yani kwamba kwa mfano sasa unamwambia mtoto wako kwamba usiende kwenye huo moto utakuunguza, unaona mtoto wako akusikii, anapeleka mpaka kwenye mkono wake kwenye moto, wewe utakazo utamwangalia kwamba ungue. Kama wewe ni kweli mtu ambaye kweli moyo wako ni wa Mungu, utagundua kwamba unamwambia mtoto wako usiweke mkono kwenye huo moto, usipeleke mkono wako kwenye huo moto, utaungua. Lakini ukiona kabisa amepeleka mkono wake kwenye moto akaanza kuungua, utanyanyuka kwenda kumsaidia. This is exactly what the Lord did. Baada ya kuona kwamba Adam na Hawa wamekula tunda na mauti tayari iko kazini, he had to come up with a plan kwa ajili ya kuwaokoa. Kumbuka, kabla ya Adam na Hawa hawajala tunda, tunaona kwamba Adam na Hawa walikuwa tu kwenye bustani, hawana uzao wowote, hawana watoto. Na kusudi la Mungu ni kwamba procreation, ya kwamba Adam na Hawa waendelee kuzaliana. Sasa unagundua kwamba ukombozi, Mungu kwa kukomboa Adam na Hawa, na alivyoachilia ile damu pale kwenye ile garden ambayo nikasema ni madhabahu, utagundua kwamba alikuwa anawazia hawa watu mema. Alikuwa anawaza kwamba Adam na Hawa hawana uzao. Manake sasa Hawa wakiondoka, manake hakutakuwa kuna historia ya mtu kutengenezwa kwa mfano wa Mungu, kutengenezwa kwa mavumbi. Kile kihistoria kitakuwa kinafanya kitaondoka. Sasa hakuna jambo baya kama kizazi chako kuangamia kwenye hii dunia. Na hakuna jambo baya kama wewe ukawa sababu ya the next generation kutopata nafasi ya kuexist kwenye hii dunia. Tuna jukumu sisi la kuishi, lakini tuna jukumu la kutamani tuone wajukuu, tuone watoto, tuone wajukuu, tuone kizazi kingine nacho kinapata nafasi ya kuishi. Lakini maamuzi ambayo tunayafanya leo yatapelekea
Yazapelekea the next generation coexist or not to exist. Tunaona kwamba baada ya Adam na Hawa kula tunda, the Bible says out of the goodness of the Lord, Mungu akafanya nini? Akamchinja yule mnyama akawafunika. Manake sasa aliwakava ili mauti sasa. Unajua kiwalisia wale walikuwa wanatakiwa kudai immediately. Yani tuachane na hii kwamba waliondoka taratibu, lakini ukiangalia namna ambavyo Mungu alisema kwamba watakufa, you have to understand kwamba they were supposed to die immediately, lakini God had to intervene. Ndio maana sasa he had to for their life he had to give another life. Ndio maana tunaona kwamba akaenda akamchinja nani? Akamchinja mnyama. Maanake mnyama alireplace ile hukumu ya Adam na Hawa. Sasa ile roho ya mauti ilivyokuja kwa ajili ya kumangamiza Adam na Hawa, tayari kulikuwa kuna mnyama ambaye alishakufa. In replacement alireplace ile damu au ile mauti ya Adam na Hawa. Lazima tuelewe wapendwa, issue ya dhambi na issue ya mauti na dhambi zinaenda sambamba. Yani never make a mistake kuwaza kwamba ukifanya dhambi mauti itakamba na wewe. From the beginning tunaona the moment dhambi iliposemwa, mauti iliingia kazini. Maanake dhambi na mauti zinaenda pamoja. Sasa tunaona kwamba Mungu ilibidi intervene kwamba hawa watu Yesu ametenda dhambi, lakini sasa nitatafuta namna. From the beginning God was always working on the redemption of men, namna ambavyo anawakomboa hawa watu. Nitawakomboaje hawa watu na mauti? Tayari mtu yoyote akitenda dhambi, sheria iliyopo kwenye ulimwengu wa roho, mtu yoyote akitenda dhambi, mauti inatakiwa kuingia kazini kuhakikisha kwamba huyo mtu anaondoka hapa duniani. Issue ya mauti issue ya dhambi zenono, kwa sababu kumbuka hapa duniani nitakuwa mfano wapi? Wa mbinguni. Mungu haishi na wenye dhambi na Mungu haishi na dhambi. Ndio maana tunaona kwamba from the beginning Lucifer alivyotenda dhambi, he had to exit mbinguni. Yani that is it. Yani Lucifer alivyotenda dhambi, shetani alivyofanya dhambi kule mbinguni, ilibidi aondoke, hakuweza kukaa kule mbinguni. Na kumbuka hapa duniani, kusudi la Mungu hapa duniani kwamba whatever is in heaven must be a reflection here on earth. Maanake the same principle ya kwamba mtu akitenda hata dhambi hapa duniani hatakiwi kukaa hapa, kwa sababu ndio utaratibu kama ilivyo mbinguni, so here on earth. Maanake hata mtu akitenda dhambi hapa duniani hatakiwi kukaa. Sasa Adam na Hawa walivyotenda ile dhambi, it was automatic, they were not supposed to exist. Na adui anajua ya kwamba you know what, kusudi la mwanadamu ni kuhakikisha kwamba kilichoko mbinguni kiwepo hapa duniani, na utaratibu ni kwamba mbinguni mtu akitenda dhambi hatakiwi kukaa. Maanake hapa duniani the same thing. Ili sasa Mungu, the presence of God, utaratibu wa Mungu uwepo hapa duniani, hata mwanadamu akitenda dhambi hapa duniani hatakiwi kukaa. Afanyaje sasa amuondoe mwanadamu? Afanyaje aondoe kusudi la Mungu hapa duniani lisiendelee? Amuondoe mwanadamu. Kwa sababu the principle, dhambi ondoka. Tunaona Mungu anaintervene, anafanyaje? Tunaona kwamba anaenda kumchinjia yule mnyama. What is he doing there? Maanake sasa mnyama anachukua nafasi ya mwanadamu kufa, lakini anamkava. Kumbuke sasa pale mwanzo ile dhambi, ile damu ya mnyama is just temporary. Okay, temporary cover, kwa sababu kumbuka ni mwanadamu kwa mwanadamu, mnyama kwa mnyama. Kwa mnyama it was a temporary solution. Kikawaida pale mwanadamu ilibidi afe for redemption of mwanadamu. Sasa na pia kumbuka ile damu ya mnyama ni damu ambayo haina dhambi. Adam asingeweza kutoa damu yake kumkomboa Hawa, hakuna namna, kwa sababu kumbuka ile damu leo, ile dhambi aliyofanya tayari kwa imeshamuaffect yeye. Ni yule ambaye hana damu afe kwa ajili ya redemption ya mwenye dhambi. Sio, umeelewa? Kwa hiyo tunaona kwamba damu ya kondoo au damu ya mnyama ilitolewa. Yule nyama aliyomtolewa alikuwa hana nini? Hana dhambi. Akatolewa kwa ajili ya kumredeem mwanadamu. But it was a temporary solution, narudia, kwa sababu ilitakiwa kwamba mwanadamu ambaye hana dhambi afe kwa ajili ya kumredeem au kumkomboa yule ambaye ametenda dhambi. Sasa tunaona kwamba Mungu akatafuta solution. Okay? Solution ni nini? Akamcover. Ile dhambi from the beginning, it was not really wiped away. It was just cover. Mungu alitengeneza cover kwamba kweli hao ni wenye dhambi, na hii damu ya mnyama haiwezi kuwa a permanent solution ya kuondoa dhambi iliyoko kwenye blood ya mwanadamu, ya kumwokoa mwanadamu na issue ya mauti au ya roho ya mauti. Akaja na solution. Kitu ambacho tunatakiwa tuelewe kwa Adam na Hawa ambacho hakikutakiwa na tutakiwa kuendelea nacho ni kwamba
Adam na Hawa walivyotenda dhambi, hakuna sehemu ambapo kwenye Biblia aliomba toba na rehema. Walificha. Mungu akaja akaintervene. Lakini sasa hatutakiwi kuenenda katika mwenendo wa agano la kale la Adam na Hawa. Ndio maana Mungu anasema kwamba anataka tuachane na uovu. Lazima tuwe watu wa toba na rehema, kwa sababu mwisho wa siku neno la Mungu anasema, kitabu cha Yohana wa kwanza 1, anasema lakini tukizungama dhambi zetu, basi Mungu ni mwaminifu na mwadilifu, naye atatusamehe dhambi zetu na kututakasa uovu wetu. Sasa in the Old Testament tunaona pale kwenye garden, tunaona kwamba damu iliyotumika ilikuwa ni damu ya mnyama. Okay? Kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Kumkomboa na kumkomboa na mauti. Okay? Kumkomboa na roho ya mauti. Baada ya Mungu kuintervene, tunaona kwamba Adam na Hawa walifanikiwa kupata uzao. Sasa leo hii natamani sana tukakae kwenye issue ya mauti, kwa sababu tuko kwenye msimu pia tunakumbuka kufa kwa Bwana yetu Yesu Kristo, ndio huyo ambao sasa damu yake imetumika kwa ajili ya kutukomboa. Lakini nataka kwanza tuangalie kwamba kama damu ya mnyama adui alivyoiona, sawa, hakuattack Adam na Hawa immediately. Okay? Nataka tena pia kwenye agano la kale tukaangalia namna ambavyo wana wa Israeli walikuwa kule Egypt. Na Mungu anataka kuwakomboa na Israeli kutoka kuwatoa Misri kuwapeleka kwenye nchi ya Kanaani. Wako kule Misri, lakini katika ile pigo la mwisho la Mungu anatuambia kwamba Mungu aliachilia hukumu, a judgment ya wazaliwa wa kwanza. Lakini wazaliwa wa kwanza ukisoma neno utagundua kwamba Mungu akaambia wana wa Israeli ya kwamba chinjeni kondoo na hiyo damu eka kwenye mlango, kwa sababu usiku atapita na wazaliwa wa kwanza watafanya na watakufa. Na kumbuka kwamba ile damu ilisimama kwa ajili ya ukombozi wa wazaliwa wa kwanza wana wa Israeli. Na kumbuka Mungu aliongelea wana wa Israeli kama wazaliwa wake wa kwanza. You can imagine kama Mungu asingetoa huo utaratibu wa wana wa Israeli kuachilia damu ya kondoo kwenye mlango, manake possibility ya wana wa Israeli kuangamia ilikuwa pia possible. Kwa sababu ile damu iliwakomboa. Sio kwamba walikuwa hawana dhambi ya wao kuangamia, lakini ile damu ya kondoo ilifanya iliwakomboa. So if you can imagine, kama damu ya kondoo iliweza kukomboa familia, kama damu ya kondoo iliweza kuwakomboa na roho ya mauti, how much damu ya Yesu ambayo imemwagika katika msimu tunakumbuka Pasaka. Damu ya Yesu imemwagika kwa ajili ya kutukomboa sisi na mauti leo hii. Leo hii hatutakiwi kuwa tuna issue ya premature death, hatutakiwi. Leo hii hatutakiwi kuangamia na mauti, kwa sababu at one point tunaona ya kwamba damu ya mnyama iliweza kumkomboa mtu na mauti. Manake tunatakiwa tujue kwamba kuna nguvu leo hii ya kutukomboa permanently na roho ya mauti, kwa sababu kuna damu ya Yesu. Damu ambayo ni ya mwanadamu, damu ambayo haina rekodi yoyote ya dhambi, ipo kwa ajili ya ukombozi wetu. Wakati nasoma hili neno, nilipokuwa nasoma wana wa Israeli, I was so amazed kwamba you know what? Ili kubadilisha matokeo ya hukumu ya mauti, adui alivyotuona damu, mabadiliko yakatokea. Manake lazima tujifunze kwamba damu ina nguvu ya kubadilisha matokeo. Damu inaweza kubadilisha matokeo. Manake utagundua kwamba kuna watu wanaweza kufanya kitu, tuseme sasa kwenye madhabahu hizi za waganga wanaenda, kwamba let's say labda wamefanya changamoto ya ofisini, labda kuna issue imetokea ya wizi, there's no way out, na wanataka kubadilisha. Sasa kweli mtu anajua kabisa kwamba mimi naenda kufukuzwa kwenye hii kilichotokea, mimi naenda kufukuzwa. Wazo la kuja la adui kwamba nenda kwa mganga, fanya jambo ili bosi you know asahau, au ili bosi asikuwaze wewe. Akaenda, si anataka kubadilisha matokeo, akaenda mganga anakuambia kwamba lete damu ya mbuzi, au lete damu ya njiwa, au lete damu ya kuku. You know, anapeleka kuku, damu inamwagika. Lakini you must understand ya kwamba damu ya mnyama is just a temporary solution. Kwa hiyo utagundua kwamba anaenda kweli kwenye madhabahu ya mganga, anaenda kweli kuachilia ile damu to just temporary kumfanya yule bosi asikumbuke, au kumfanya yule bosi asimuone yeye kama nini, kama ndio yeye anatakiwa kupata hukumu ya kutolewa kwenye hiyo kazi. Lakini kumbuka, it's just a temporary solution. Kwa sababu wengi wanaopita kwenye hiyo njia, baada ya muda fulani utagundua kwamba either lile tukio ambalo limetokea litakuja na mtu atakaoanza kuangaliwa ni yeye,
Au utagundua kwamba hata kama tukio limeisha, lakini itafika sehemu kwamba huyo mtu na bosi wake kuna changamoto itaanza kutokea kati yake yeye na bosi wake. Kwa sababu mwisho wa siku dhambi ambayo inafichwa kwa damu ambayo ni ya mnyama is only temporary. Only temporary solution. Ndio maana watu ambao wanaenda kwenye madhabahu kutafuta breakthrough. Na unataka kubadilisha matokeo kwamba at one point labda kwenye biashara yako unaona kwamba hakuna breakthrough. Okay? Unataka sasa kubadilisha matokeo kwamba nataka kuwa na breakthrough kwenye biashara yangu. Unaenda unapeleka damu ya mnyama, unaambiwa kwamba chinja mbuzi, chinja kuku. Utagundua kwamba it is only temporary. Utafanya, baada ya muda utaambiwa rudia. Utafanya, baada ya muda utaambiwa ongeza kuku, ongeza ng'ombe, ongeza mbuzi. Why? Because it is only temporary. Ndio maana wapendwa, tusiwe deceive na hizi madhabahu nyingine ambazo zinakuambia kwamba leta damu ya ng'ombe, leta damu ya kuku, leta damu ya utagundua kwamba tunapeleka damu nyingi, lakini solution is not permanent. Hata ile kitu Mungu alikiona, aliona kwamba damu ya mnyama is not a permanent solution ya kumkomboa mwanadamu. Damu ya mnyama is not a permanent solution ya kubadilisha matokeo 100% ya mauti, kutoendelea kutafuta nafasi katika maisha ya mwanadamu. He knew it. Sasa kwa nini sisi bado tunakuwa deceived kwenye hizi madhabahu za waganga, hizi madhabahu za mizimu, huko ambapo tunaendaga kuachilia damu za wanyama, damu za ng'ombe, tukiwaza ya kwamba kweli tutapata permanent solution katika changamoto tulizonazo katika maisha? Tutaendelea kuangamia kwa haya maarifa kwa muda gani? How long are you going to continue to believe ya kwamba damu ya kondoo, damu ya ng'ombe, damu ya mbuzi is a permanent solution, itakupa solution katika maisha yako? How long are you going to continue to believe that? How long are you going to continue to believe ya kwamba kweli damu ya simba itakusaidia kuwa na ulinzi katika maisha yako? How long are you going to continue to believe that? Wengi unaaminishwa ya kwamba chukua damu ya simba, paka siyo kwenye biashara yako. Chukua hii damu ya simba, paka zungushia. Wangapi tunafahamu familia nyingi zinapata changamoto leo hii ya roho za simba. Kwa nini? Kwa sababu at one point waliaminishwa ya kwamba ukichukua damu ya simba, ukanyunyuzia kwenye uwanda, kwenye mipaka ya mashamba, ukinyunyuzia kwenye mipaka ya biashara, ukanyunyuzia kwenye mipaka ya nyumba, itasimama kama ulinzi. Wangapi leo hii? Kwa sababu kumbuka ni temporary. Ukifanya hivyo lazima ufanye tena. Kuna wengi ambao mnakimbizwa na roho za simba. Kuna wengi mnakimbizwa hata na roho za mbwa. Kwa nini? Kwa sababu mwisho wa siku you need to continue that practice. Lazima uendelee hiyo practice. Lazima uendelee kupambana na kuachilia damu ya simba ili uendelee kupata ulinzi. Unaona, tunakuwa watumwa. At one point mtu unafanya biashara, mnaamini kwamba mizimu itawapa breakthrough, mnaambiwa kwamba mtakuwa kuchinja mbuzi, mwachilie damu kwenye ardhi, mwachilie damu kwenye makaburi kwa ajili ya kuwapa breakthrough kwenye biashara, kwa ajili ya kuwapa ulinzi kwenye kazi, kwa ajili ya kuwapa ulinzi kwenye familia, and then at the next time tunatoa hizi damu, lakini baada ya muda bado tunaona kuna magonjwa, bado tunaona tunapata shida kwenye biashara, bado tunaona at one point tunapambana na roho za mauti. Why? Kwa nini tunaendelea kuwa watumwa kwenye hizi rituals, hizi utaratibu ambao mwisho wa siku kila mwaka, kila miezi, baada ya miezi mitatu, baada ya miezi 6, baada ya mwaka, ni utaratibu ambao utagundua kwamba unatupeleka kwenye utumwa na unawafanya wengi kwenye utumwa. Ndio maana hata Mungu akaona kwamba damu ya mnyama walichinja mbuzi nyingi wana wa Israeli, walitoa kondoo wengi, lakini bado damu haikutosha ya mnyama. Kwa sababu baada ya muda roho ya mauti ilinyanyuka. Baada ya muda the demand, mauti inakuja, inabidi waendelee kufanya nini? Kutoa sacrifice. Ndio maana sasa lazima tukae tuangalie ya kwamba kweli neno la Mungu linatuambia kwamba Mungu alijua ya kwamba the only way mwanadamu anaweza kuwa redeemed. Akasema kwamba ukisoma Mambo ya Lawi 17:11 tutasoma, kwa kuwa uhai wa mwili uko katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyie upatanisho kwa sababu ya nafsi zenu. Nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu. Maana yake damu inatakiwa kutolewa kwenye madhabahu, nimeshasema. Na tunaona kwamba Mungu aliachilia damu kwa ajili ya ukombozi wa Adam na Hawa, kuwakomboa na ile roho ya mauti. Aliwakomboa na roho ya mauti ili waweze kuwa na watoto. Aliwakomboa na roho ya mauti ili waweze kuishi, kuestablish kusudi la Mungu hapa duniani.
Kwa nini leo hii bado tunapambana na roho ya mauti? Kwa sababu hatujaelewa kwamba sasa hivi hatutakiwi kutoa nini? Hatutakiwi kutoa damu za mbuzi, hatutakiwi kutoa damu ya kondoo. Tunajua kwamba kuna damu nyingine ambayo imetolewa kwa ajili ya upatanisho. Kuna damu nyingine ambayo Mungu ameachilia kutusaidia sisi katika madhabahu ambayo ametupa kwa ajili ya kutukomboa na roho za mauti, kwa ajili ya kutukomboa na roho ambazo zinaangamiza maisha yetu, kwa ajili ya kutukomboa na roho ambazo zinaangamiza biashara zetu. Kama damu Mungu in the Old Testament, Mungu aliwapa wana Israeli damu ya wanyama. Alisema kwamba tumieni damu ya wanyama kwa ajili ya ukombozi, ukombozi wa maisha yenu, ukombozi wa biashara zenu, ukombozi wa nyumba zenu, ukombozi wa familia zenu. Katika Agano Jipya tunaona kwamba Mungu naye amekuja, amesema kwamba sasa nimewapa damu ya Yesu kwa ajili ya ukombozi wenu. Neno la Mungu anatuambia kwamba Yohana alivyomwangalia Yesu akasema kwamba behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Manake tunatakiwa tuelewe kwamba sasa ile damu ya Yesu sasa imekuja kureplace damu ya kondoo, imekuja kureplace damu ya wanyama, imekuja kureplace damu ya simba, imekuja kureplace damu ya mbwa, imekuja kureplace damu zozote za wanyama. Tuna damu moja tu ambayo inatambulikwa kwenye madhabahu, ambayo ina nguvu ya kutukomboa 100% na nguvu ya mauti. Hatutakiwi kuangalia damu nyingine kwa ajili ya ukombozi, kutupa ukombozi. Damu ambayo imekuwa approved na Mungu kwa ajili ya kutusaidia sisi wanadamu, especially katika eneo la mauti, uharibifu, mauti, roho ya mauti, lazima turudi kwenye damu ya Yesu. Leo hii Mungu anatuambia kwamba ametupa damu ya Yesu. Tunatakiwa tuitumie hiyo damu ya Yesu kwenye madhabahu alizotupa kwa ajili ya kuleta ukombozi. Hiyo damu ambayo tunaijua kwamba tunaposherehekea Pasaka kuna damu ilimwagika kwa ajili ya ukombozi. Sasa hiyo damu tunatakiwa tuitumie kwenye madhabahu ya Mungu kwa ajili ya kutupa ukombozi. Ndio tunarudi kwa wale ambao wanapingana na damu ya Yesu kwa ajili ya kutukomboa na nguvu za mauti, kutukomboa na nguvu za mizimu, kutukomboa na majini mahaba. Mwisho wa siku lazima ujue unahitaji damu kwa ajili ya ukombozi. Ukisikia tumesha kwamba okay, nao tuombe rehema, naomba rehema, sema damu ya Yesu, naomba nisaidie, ifute dhambi zangu, inikomboe na magano yaliyofanyika. Lazima uelewe kwamba hivi tunavyovisema ni kweli, kwa sababu tunaenda sawa sana na neno la Mungu. Ni damu peke yake imebeba nguvu ya ukombozi, especially kwenye issue ya mauti, kwa sababu from the beginning lazima tuelewe ya kwamba kuna roho ambayo lazima tutaipambana nayo. Lazima ujue namna ya kupambana nayo, lazima ujue kwamba utaiface, na ni roho ya mauti. Na kuna damu ya Yesu, kuna damu ya Yesu ambayo Mungu anatuambia kwamba ina nguvu ya kutukomboa na ile judgment ambayo mauti ina haki ya kuachilia katika maisha yetu, kuachilia mauti katika maisha yetu. Sasa leo hii, kwa nini Mungu amenipa hili neno? Kwa sababu Mungu akiangalia maisha mwanadamu leo hii na namna ambavyo bado mauti inapambana na maisha yetu, leo hii tuko kwa ajili ya ukombozi wa nguvu ya mauti, roho ya mauti katika maisha yetu. Kwa nini unafanya biashara na kufa? Kwa nini mahusiano yako yanakufa? Kwa nini ndoa yako inakufa? Kwa nini unakaa kwenye kazi, baada ya muda kazi hukai tena kwenye kazi? Kwa nini chochote unachokianzisha mwisho wa siku hakina hatima ya kuwa na uhai? Lazima ujue kwamba bado kuna mauti inafanya kazi katika maisha yako. Sasa ninaamini kwamba kuna mtu amekuwa anajiuliza hili swali kwa muda mrefu. Kwa nini mimi mauti? Kwa nini mimi mauti? Je, unajua nguvu ya damu ya Yesu ya kukukomboa na hiyo mauti ambayo inafanya kazi katika maisha yako? Leo hii Mungu anataka kutukomboa na mauti, roho ya mauti iliyopata nafasi kupitia yule Adam na Hawa. Lakini nataka leo hii tutambue damu ya Yesu. We must honor the blood of Jesus. We must understand the power of the blood of Jesus. At one point, neno la Mungu anasema kwamba damu ya kondoo ilifanya roho ya mauti ilivyoona damu ya kondoo, wana wa Israeli walikombolewa na mauti. Maana yake leo hii damu ya Yesu inatakiwa kutukomboa, kwa sababu damu ya Yesu ina nguvu kuliko damu ya kondoo. Usitegemee damu ya mnyama kutukomboa au kukukomboa. Usitegemee hiyo damu italeta ukombozi katika maisha yako. Sasa nataka tuangalie neno la Mungu. Kama Mungu anasema kwamba nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, maana leo hii kuna damu ya Yesu tumepewa kwenye madhabahu ambazo Mungu ametupa kuabudu kwa ajili ya kuleta wokovu katika maisha yetu.
itumie hiyo damu ipasavyo. Tumia damu ya Yesu kuleta ukombozi kwenye familia yako. Tumia damu ya Yesu kuleta ukombozi kwenye biashara. Tumia damu ya Yesu kuleta ukombozi kwenye hiyo kampuni. Tumia damu ya Yesu kuleta ukombozi kwenye hiyo nafasi ambayo Mungu amekupa kuketi. Kwa mfano, kuna watu ambao wamepewa kazi, wana kazi kubwa hata kwenye taasisi kama serikalini. Lakini kila wakikaa kwenye hicho kiti, yani ni magonjwa, ni pressure, ni kuumwa. Kwa nini hiyo nafasi inakuja na magonjwa? Kwa nini hiyo nafasi inakuja na roho ya mauti? Manake at one point kuna mtu aliketi kwenye hiyo nafasi na akafanya kile ambacho Mungu hakutaka, na roho ya mauti ikapata nafasi. Sasa hautakiwi kukaa hapo na kujificha au kutafuta temporary solutions za kwenda kwa waganga na kunywa dawa za waganga ambazo unapewa mitishamba huko. No, the permanent solution ni kutafuta sasa, kujua kwamba madhabahu Mungu amekupa, madhabahu Mungu aliyokupa, lakini pia kujua damu ya Yesu kwa ajili ya kukomboa kwenye hiyo nafasi na hiyo mauti. Hautakiwi kuresign hiyo kazi, kwa sababu ukikaa kwenye hiyo kazi unapata shida ya magonjwa, unakimbizana na issue ya mauti. Kila wakati unalala unaona kuna roho ya mauti inakupa shida. Au kuna wengine wako kwenye biashara, lakini kila wakati unakuwa unapata attack kwenye hiyo biashara yako. Hautakiwi kuacha hiyo biashara, hautakiwi kuacha hiyo kazi. Lazima turudi. What is the solution? What is the solution? Nitafanyaje ili niendelee kukaa kwenye hii kazi? Kweli hii kazi ni ahadi ya Mungu. Kweli hii kazi ni kusudi la Mungu. Lakini nitafanyaje ili niendelee kukaa kwenye hii kazi? Lazima tujue kwamba kuna damu ya Yesu ambayo ina nguvu ya kutukomboa katika nafasi zetu. Hautakiwi kukimbia hiyo biashara. Hautakiwi kuacha hiyo kampuni. Use the blood of Jesus. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia kwamba adui, roho ya mauti ikiona damu ya Yesu, haitakiwi kukugusa. Kama damu ya kondoo ilikaa kwenye mlango na wana wa Israeli hawakupata ataki ya mauti, maanake damu ya Yesu ikikaa kwenye eneo letu la kazi, ikikaa kwenye biashara, ikikaa kwenye kampuni, maanake roho ya mauti haitakiwi kuataki kampuni yako. Do you understand? Roho ya mauti inajua ya kwamba ikiona damu ikiona damu ambayo haina hatia, haitakiwi kukugusa. Maana that's why you know when it says we cover ourselves with the blood of Jesus. Why are we covering ourselves with the blood of Jesus? Kwa sababu sisi tunataka nini? Tunataka kwamba kama kuna roho ya mauti yoyote ambayo ina nafasi katika maisha yetu, maana yake it's fine, damu ya Yesu tulinde na mauti. Kwa sababu one thing for sure, damu ya Yesu inatakiwa kukulinda na mauti. Nguvu ya damu iko kwenye kukulinda na mauti. Ndio? Sasa kama damu ya Yesu iko kwa ajili ya kukulinda mauti, kweli unaweza kuitumia hiyo damu ya Yesu kwa nini? Kwa ajili ya kukulinda na mauti. Lakini sasa wapendwa, haitoshi kwamba tutumie damu ya Yesu kutulinda tu na mauti. Kwamba tu just apply damu ya Yesu tunatenda dhambi na tulinda na mauti. No. Tunatakiwa tuondoe dhambi katika maisha yetu, kwa sababu leo hii utakava yourself with the blood of Jesus. Je, watoto wako? Because in the Old Testament we cover, but in the New Testament the blood of Jesus, yes, inatukomboa na mauti, lakini haitakiwi tu kuwa applied as a cover. Damu ya Yesu inatakiwa kuondoa dhambi katika maisha yetu. In such a way kwamba you walk with, hautaki tena kutembea una wasiwasi kwamba kuna ataki ya adui, damu ya Yesu ni cover. You know, kuna watu the way they apply the blood of Jesus, kila wanachokifanya, you know, wanaingia kwenye gari, blood of Jesus. Wanatembea, they're just walking, blood of Jesus. Wakikaa, wakilala, blood of Jesus. Wakiamka, blood of Jesus. In everything, the blood of Jesus. Kwa nini? Because they're only using the blood of Jesus as a cover. Lakini kwa nini wana cover? Kwa sababu wewe wenyewe unajua kwamba kuna dhambi. Na changamoto dhambi ambayo iko kwenye damu. Dhambi ambayo iko from generation to generation. Utagundua kwamba you always live in a life where you're always having fear. Utakuwa unaoga kila wakati kwa sababu you're only using the blood of Jesus to cover you. Haujui sasa, you know, leo hii damu you know, ninaenda to a marketplace, ninaenda Kariakoo, you know, I have to cover myself with the blood of Jesus kwa sababu it's a marketplace, you know, there are a lot of spiritual activities. Kwa hiyo you don't know kama ukienda pale utapata attack. I have to cover myself with the blood of Jesus. Lakini lazima ifike sehemu tutembee, hakuna record ya damu, hakuna record ya dhambi ambayo iko katika
damu yetu, hatuna rekodi ya dhambi yoyote. Nisicho kwamba as we are walking, we don't have to talk about the blood of Jesus, because tayari damu ya Yesu imeshatusafisha. Tayari damu ya Yesu imeshaondoa dhambi ambazo sasa zinampa adui halali wa kuataki maisha yetu. As we are walking in boldness, kwa sababu sasa unajua kwamba I am walking anywhere, akinaweza kwenda kokote, adui hata ni ataki, kwa sababu tayari hana chochote ambacho anaweza kusimama kusema kwamba because of 1 2 3 I have na haki ya kumwangamiza huyu mtu. Ndio maana tukimwangalia Yesu, because his blood had no sin. I love this. Because the blood of Jesus had no sin. Jesus was bold to say kwamba yes, the enemy is coming. Pale mwishoni akasema kwamba you know what? The time has come. The enemy is here. Lakini he has nothing on me. Yani hakuna. Mimi sina rekodi yote ya dhambi. Kwa huyu adui hawezi, hana namna, hana njia yote. Hana njia yote ya kuniangamiza. Hana njia yote ya you know, that is how we should be. Ya kwamba hii rekodi, na tunarudi kwenye rekodi ya dhambi iliyoko kwenye damu. Kwa sababu utagundua kwamba dhambi ambayo iko registered kwenye damu ndio hiyo ambayo tunapambana nao mpaka kesho. Lakini kusudi la damu ya Yesu ni kuondoa dhambi iliyoko kwenye bloodline, dhambi iliyoko kwenye damu. Sasa hatutakiwi kukaa kila wakati, you know, I want the blood of Jesus, I'm covering myself with the blood of Jesus, blood of Jesus on my shoes, blood of Jesus kwenye kichwa changu, blood of Jesus kwenye mikono, blood of Jesus. We are covering ourselves with the blood of. When are we going to use the blood of Jesus? Kuhakikisha kwamba tunatumia blood of Jesus so to cover ourselves, to remove dhambi ambayo iko kwenye nafsi zetu, dhambi ambayo iko kwenye damu. Insacho kwamba we are walking, adui akituangalia hana chochote ambacho anaweza kukiona akasema kwamba kupitia hichi na mwangamiza huyu mtu. Hapo ambapo tunatakiwa tufike, ndio hapo tunatakiwa tufike wapendwa. Ndio hapo ambapo tunatakiwa tufike wote. Kwamba damu iondoke. Damu iondoke katika maisha yetu. Lakini tunatakiwa kulipia hiyo gharama. Lazima tukubali kwamba to apply the blood of Jesus to remove sin ambayo ipo katika maisha yetu. Kwanza anza na dhambi ambayo wewe kama unahusika kuileta kwenye familia wapendwa. Kwa sababu tusiwaze tu dhambi ambazo mababu zetu walizozifanya. Tuanze na dhambi ambazo sisi tunahusika kuziintroduce au kuziendeleza kwenye familia. At one point tunasema kwamba mimi, you know, mama yangu maybe alifanya dhambi, alikuwa anaenda kwenye, she was a witch at one point, you know, alitoa sacrifice kwenye madhabahu. Okay, and wewe umekuwa maisha yako unajua kabisa kwamba at one point umeenda kwa mganga na umetoa sacrifice. Kwanza tuanze na dhambi ambayo wewe kama katika kizazi chako na msimu wako umeintroduce kwenye generation yako, umeintroduce kwenye familia, umeintroduce kwenye uzao wako. Kwa sababu wapendo, tunapenda sana kujificha kwenye uovu, kusema kwamba wazazi wetu ndio wametenda uovu. How about uovu ambao sisi tunahusika kama sisi kufanya? Kwa sababu kila uovu utagundua kwamba every sin ina rekodi yake. Na mbaya zaidi, dhambi ambazo zina rekodi, tukiwa tunatenda dhambi ujue kwamba we are doing it, ina rekodi, sio tu ina rekodi ambayo inaingia mpaka kwenye damu. Yani hakuna kitu kibaya tukielewa kwamba dhambi ambazo zinazifanya zinaingia kwenye damu. Instead kwamba sisi tunafanya hizo dhambi and then watoto wetu wanakuwa si wanakubiwa na hizo dhambi, lakini tunagundua kwamba watoto wetu wanakuwa so easily wanakuwa wanapata attack katika maisha yao, kwa sababu sasa sisi tumeamua kuendeleza uovu ambao sasa unaleta uharibifu to the next generation. Tunarudi kwenye Adam na Hawa walichokifanya. Hawakuconfess their sin. They did not walk kwenye dhambi ambazo zilifanya. Hizo dhambi zikashuka kwenye the next generation. The next generation nao hawakuomba toba na rehema, zikashuka to the next generation. When you read the Bible, utagundua kwamba Adam hakuomba rehema, Cain hakuomba rehema, Lamek hakuomba rehema baada ya kuua. Then tunaona kabisa kwamba kile generation Mungu kwanza yani kama vile akaiweka pembeni. Then la Mungu baada ya Adam na Hawa kuwa na mtoto mwingine alikuwa anaitwa Seth. Baada ya Mungu akasema kwamba and then men begin to call on the name of the Lord. That is when they realize kwamba if we don't walk on repentance, kama tutakuwa watu wa kuomba toba na rehema, vizazi na vizazi vitaangamia. Vizazi na vizazi they will be wiped out from the earth. Sasa nataka leo hii tuongee na tujitathmini.
mpaka leo hii unavyonisikiliza, wewe kama wewe, ni dhambi gani ambazo umefanya ambazo unajua kwamba hii dhambi niliyofanya ina make an impact, yani nimeshafanya uharibifu to my generation, lakini hii dhambi is going to affect the next generation. Na kama unajua kabisa kwamba kuna hizo dhambi ambazo umezifanya, what are you going to do about it? Kwa mfano zile dhambi zote zile 10 zile usiue, usiibe, waheshimu babako na mamako, even if you understand all those sins ambazo Yesu amesema, Mungu alisema kwa tusizifanye, utagundua kwamba if we do those sins, it's going to impact the next generation. Ndio maana ukuta kwamba kuna mtoto babake alikuwa ni mwizi, then mtoto anazaliwa na asili ya kuiba. Cain muuaji, mtoto anazaliwa na ile asili ya kuua. Baba alikuwa ni mzinzi, mtoto anazaliwa na asili ya kufanya uzinzi, na yeye sasa asipokuwa mwangalifu, the child ambaye anaenda kumbirth, utagundua kwamba na huyo mtoto atakuwa na asili ya uzinzi. You know, most of the people that I counsel ambao wana changamoto ya uzinzi, utagundua kwamba most of them kwanza alizaliwa nje ya ndoa. Utagundua kwamba kwa sababu alizaliwa ile nje ya ndoa, kuna spirit ya uzinzi ilihusika when the father and the mother they were involved. Utagundua kwamba huyo mtoto, hiyo roho uzinzi itakuwa na affect. Ndio maana nasema hivi, wewe kama lazima ujitathmini mpaka sasa hivi. Wengine ni issue ya abortion. Wewe hapo umefanya abortion, hiyo abortion imeingia kwenye bloodline, ujue kabisa kwamba kama ni kitu ambacho umefanya, hicho ni kitu ambacho umeintroduce to your bloodline, umeintroduce kwenye generation, umekiendeleza kwenye generation, utagundua kwamba umemake an impact to the next generation. Possibility wao kutembea katika uovu wako ni kubwa. That is why tuko kwa ajili ya kufanya mapinduzi, wapendwa. Tuko kwa ajili ya kufanya mabadiliko. Leo hii unavyonisikiliza, ni wakati wa kuenda mbele za Mungu, toba na rehema, ku acknowledge ya kwamba mimi kama mimi kuna hizi dhambi ambazo nimezintroduce kwenye generation yangu, nimezintroduce kwenye kizazi changu, hichi kizazi ambacho nimezaliwa katika karne hii, mimi nimehusika kuleta hii dhambi au kuendeleza hii dhambi ya wizi. Babu yangu labda kuiba, lakini mimi ni kwanza kuiba kwenye familia. Tayari umeintroduce kitu. That's something that needs cause for repentance. Otherwise, the next generation itasuffer what you have done today. Watoto wako, they will suffer what you have done today. Kama wewe ni mtu ambaye umekuwa umeiba ofisini, na Mungu amekusudia kwamba kizazi chako ni watu ambao wanatakiwa kufanya kazi kwenye ofisi, utagundua kwamba hiyo dhambi itakuwa ni mtego katika maisha yao. Either wao wataweza kuiba au utagundua kwamba hawataweza kuingia katika huo mlango, kwa sababu wewe tu ulikuwa sababu yao kuingia kwenye huo mlango wa kuwapa breakthrough kwenye maisha. Ndio maana tutakiwa kuishi tu kama tunaishi maisha yetu wenyewe. No. Whatever you are doing, think, what impact am I making today? Hichi ninachokifanya leo hii kinaleta athari gani kwenye generation ambayo mimi leo hii nimeleta kwa ajili ya kufanya mabadiliko chanya? Wote tumeleta kufanya mabadiliko chanya kwenye hii dunia, kwenye kizazi chetu. Wewe unafanya mabadiliko chanya au unaleta hasi, manake negative? When I think, nikiwa nafanyaga maombi yangu na nikiwaza mimi kama mimi, kabla sijaokoka, yani kuokoka as kuelewa, kwa sababu I don't remember any point in my life where I was not in prayer with God. Okay? Lakini sasa tuseme sasa kuwa ile serious kwamba to understand, yani kuelewa umuhimu wa damu ya Yesu, kuelewa namna ambavyo hizi dhambi tunazozifanya tukiwa wadogo zina impact katika maisha yetu au katika ukubwa wetu. I am telling you, I know how to pray. Kwa sababu ninavyoomba, siombi, naomba na uoga ya kwamba mimi ni sababu ya leo hii generation yangu isiyo na mafanikio. Sio na sana. Mimi ni sababu ya generation yangu kutokuwa na mafanikio kwa sababu ya hizi dhambi ambazo nimezifanya. Lakini pia nawaza kwamba how about my children? Oh, how about the next generation? Are they also going to work in these ways? Kwa sababu naona kwamba hizi dhambi, kuna hii milango inakuwa ni migumu ya mimi kupata upenyo kwa sababu ya hizi dhambi zimefanya. Naomba toba na rehema. Lakini siombi tu kwa ajili yangu. I pray also that hii isiendelee to the next generation. It must end with me. Yani kuna vitu lazima vi end with you. They should not go to the next generation. Ndio hivi ambavyo wapendwa, lazima leo hii unavyonisikiliza, unavyofanya maombi yako, usifanye tu maombi kwa ajili yako. Fanya maombi kwa ajili ya kizazi chako. Kuna vitu ambavyo Mungu amekusudia uvifanye
katika generation yako unashindwa kuvifanya kwa sababu ya dhambi ambayo haikuruhusu, haikufungulii milango wewe kuvifanya hivyo vitu to impact your generation. You are stuck, your generation is stuck. You are stuck and the next generation is stuck. Ndio changamoto ya dhambi. Unaona? Tunaona namna ambavyo generation ya Cain na generation ya Cain haikuendelea. Tukaanza ukisoma neno utagundua kwamba generation zikianza kusomwa tunarudi kwenye Seth. Manake Mungu alidisregard generation ya Cain. Kuna siku nikakaa wakati nafanya maombi nikaanza ku reason na the Holy Spirit kuhusu majina yetu kuandikwa kwenye kitabu cha uzima. You know, and then Mungu akaanza kuniambia, akaniambia, Sia, are you sure uko wako umeandikwa kwenye kitabu cha uzima? Are you sure kabila lako liko kwenye kitabu cha uzima? You know, if you read the book of Generation, the Bible says kuna ukuta, kuna ukuta ambao kuna majina. Kwanza kuna majina ya wana wa Israeli, ya wanafunzi wa Yesu, lakini kuna makabila 12 yapo kule majina yako. Nikaanza kuviwaza, hivi mimi kweli kabila langu kweli liko kule, liko kwenye kweli liko mbinguni, acknowledge kabila langu kule lipo. Mimi sikutaka kuanza kusema kwamba na assume. I had to go na toba na rehema, kwa sababu nikianza kutathmini kabila langu na kabila langu namna ambavyo linajulikana kwa matambiko ambayo yanafanyika, nikasema Mungu, mimi I cannot assume 100% hilo jina lipo, kwa sababu mpaka sasa hivi bado hayo matambiko yanaendelea. I don't know percentage gani ya Wakristo ni Wachaga. I don't know to know. But one thing I knew, kwamba kama kuna mmoja ambaye alikuwa anaitwa Daniel, aliweza kukaa kwenye magoti, akaweza kuwasaidia wana wa Israeli kwa ajili ya kuwasaidia kutoka Babeli. Kama kuna mmoja ambaye ni Yesu ambaye amekufa kwa ajili ya wanadamu, na huyo mmoja Mungu anatuambia kwamba mmoja akisimama akiapply the blood of Jesus kuna kuwa na wokovu. Me, I don't have to ask myself kwamba you know labda lazima niwe na uhakika. What do I need to do? In my season, in my generation, I'll pray. I'll call the blood of Jesus kwa ajili ya ukoo wangu. I'll plead the blood of Jesus kwa ajili ya kabila langu. I'll plead the blood of Jesus kwa ajili ya generation yangu. Kwa nini? Kwa sababu mimi sitaki tu kwamba wokovu tu kwa ajili yangu. Maana wokovu ni nini? Maana wokovu ni kwa ajili ya wote. Maana wokovu ni kwa ajili ya watoto wangu. Maana wokovu ni kwa ajili ya mashangazi zangu. Maana wokovu ni kwa ajili ya baba yangu. Maana wokovu ni kwa ajili ya ukoo wangu. Maana wokovu ni kwa ajili ya kabila langu. Maana wokovu ni kwa ajili ya generation ambayo Mungu ameniita kuitumikia. Maana when I sit before the Lord and as I'm praying, siwazi tu kwa ajili yangu mimi. Nawaza pia kwa ajili ya watoto wangu, familia yangu, lakini pia nawaza kwa ajili ya kabila langu, nawaza kwa ajili ya ukoo wangu, nawaza kwa ajili ya kizazi changu. Lakini lazima nirudi katika zile dhambi ambazo mimi ninahusika kuzifanya, ambazo zinakwamisha my generation. Lazima niende mbele za Mungu, I must repent kwa ajili ya kile ambacho nimekifanya, lakini pia nimwambie Mungu kwamba hii dhambi isishuke to the next generation. Lazima tuwe responsible. Lazima tuketi tuseme, Bwana, mimi nimekosa, ni rehemu na kunisaidia. Ndio maana Mungu anatupa nafasi ya kujifunza, lakini kuna watu Mungu leo hii anataka kukupa hatua. The only thing that you need to do is confess that you are wrong. Go before the Lord and plead the blood of Jesus. And kwanza confess. Confess that you are wrong. And then mwambie Mungu akurehemu. Then ask for the blood of Jesus. Kila hukumu ambayo it is due to you, muombe Bwana Yesu kupitia damu yake. The Bible says the blood has ears to hear. Omba damu ya Yesu isimame on your behalf. Pale ambapo unastahili, damu ya Yesu ikasimame, ikutetee na kuondolewa kwenye hiyo kazi. Ikutetee na wewe kupoteza hiyo biashara. Ikutetee na wewe kupoteza hiyo kampuni. Ikutetee na mauti ambazo zimetegwa hata kwenye barabara. Leo hii natamani tukaombe damu ya Yesu kwa ajili ya ukombozi wetu. Just the blood of Jesus. Twende mbele za Mungu tukaombe. Nenda mbele za Bwana, mwambie Bwana Yesu, nimekuja mbele zako saa hii. Mimi ni mwenye dhambi. Mtumishi alivyokuwa anaongea na mimi, kuna hivi ambavyo mimi kama mimi nimevifanya. Je, wewe ni yule ambao unajua ya kwamba kuna skendo kazini kwako na hiyo skendo inaenda kukutoa kazini? Je, ni wewe ambao unajua kabisa kwamba kuna hela labda ulichukua ya mtu, na kwa sababu umechukua hiyo hela ya mtu kuna namna ambavyo unaenda kuhukumiwa kifo jela? Do you understand? Kuna wengine wanaosikiliza, wewe ni mtu ambaye uko kwenye familia but you are cheating on your wife, you are cheating on your husband. Na Mungu akiangalia kwamba ndoa yako inaenda kuporomoka na unasahau kwamba wewe uko na hiyo ndoa, it's a blessing from the Lord.
Twende mbele za Mungu tukaombe rehema. Kama ni wewe ambao unajua kwamba ni mtu ambao umekuwa unaenda behind people's back, unafanya uovu wa kuiba, kutapeli, twende mbele za Mungu, twende tukaombe rehema wapendwa. Kama wewe ni binti ambao umefanya abortion, kama wewe ni kijana ambao umwambia kwamba binti akafanya abortion, understand that blood is upon you. Twende tukamwombe Mungu rehema. Kama ni wewe mtu ambao umekuwa umepeleka damu yako kwenye madhabahu za waganga, na hiyo madhabahu ipo kule, inaendelea kuattract spirits za waganga katika maisha yako, twende mbele za Mungu tukaombe rehema. Kama ni wewe ambao ulienda kwenye mto, ukaachilia damu kwa sababu unataka uzao, unaachilia damu kwa sababu unataka mume, twende mbele za Mungu kwa sababu hizi spirit zinakuja kwa sababu zina uhalali wa damu. Damu inaita, damu ina sauti. Twende mbele za Mungu nyama maombi. Baba, katika jina la Yesu, Mungu tunakuja mbele zako kama watoto wako, tunakuja mbele zako, tunakiri sisi ni wenye dhambi. Natamani hapo ulipoomba, tunakuja mbele zako Bwana. Tazama Mungu, sisi kondoo wako, tazama Mungu, sisi ni kundi lako ambalo Mungu tumesikia neno lako. Tunakiri kwamba Mungu tumetenda uovu. Ni sisi ambao Mungu ulituambia ya kwamba Mungu tukifanya kazi kwenye mikono yetu, kwa mikono yetu Baba utatubariki. Lakini tazama Mungu, tumekuwa wale ambao tuna cheat, wale ambao Baba tunatafuta shortcut, wale ambao tunaiba kazini, wale ambao Mungu tunafanya utapeli, wale ambao Mungu hatulipi kodi. Baba, tunakuja mbele zako, tunaomba rehema. Mungu tazama, tunakuja mbele zako kwenye familia zetu. Mungu, katika udogo wetu tumetenda uovu mwingi. Katika udogo wetu Baba tazama tumefanya abortion. Katika udogo wetu Baba tazama tumeiba. Mungu, katika udogo wetu Baba tumefanya mengi. Mungu, tunakuja mbele zako, tunakuomba uturehemu. Baba, tunakuja mbele zako, tunaomba rehema. Mungu tazama katika udogo wetu Baba, kuna mengi ambayo Baba tumeyafanya, tumekunywa. Mungu tumekunywa, na tazama kama watumishi wako, tazama Mungu kama watoto wako. Mungu umetuseta part kwamba hatutakiwi Baba kuwa hata na alcohol kwenye damu zetu Baba, lakini tazama Mungu kunywa kwetu tumeingiza Mungu hata spirit za alcoholism au alcoholism kwenye damu yetu. Baba, tunakuja mbele zako, tunaomba rehema. Baba tazama, tunakuja mbele zako, tunakiri Mungu hata katika msimu wetu Baba kuna dhambi ambazo tumezifanya, na Mungu hizi dhambi zimeka record kwenye damu, zimeka record kwenye generation yetu. Mungu tunakuja mbele zako, tunaomba rehema. Baba, tunaomba uturehemu kupitia damu yako iliyomwagika pale msalabani, kwa kuwa Mungu tunajua kwamba oni kupitia damu yako iliyomwagika pale msalabani Mungu dhambi inaweza kuondolewa katika maisha yetu. Tunakiri tumefanya uovu, tunakiri Baba tumetenda dhambi, tunakiri kwamba tumeishi maisha ya kucheat. Mungu tazama, tunashindwa kutembea katika maisha matakatifu, tumekuwa Mungu wa kutenda dhambi. Mungu tazama, tuna addiction katika maisha yetu. Tazama Mungu, tuna uzinzi katika maisha yetu. Tazama Mungu, tumetembea katika vyote ambavyo Mungu umesema hatutakiwi kuvifanya. Ni sisi ambao Mungu tumekuja mbele yako siku ya leo, tunakiri kila ambacho Mungu umesema tusikifanye Baba tumefanya. Tusiibe, tumeiba. Tusiue, tumeua Bwana. Tazama Mungu kasema tusifanye uzinzi, tumefanya uzinzi. Tusitamani vya wenzetu, tumetamani. Mungu hata katika zile amri 10 tumeshindwa. Lakini Mungu tazama, hata tumeshinda katika neema yako Baba, kutumia damu yako Baba, kusimama kuondoa damu ambazo Mungu ziko kwenye generation ambazo Mungu they keep pulling us back kwenye uovu, kwenye dhambi. Baba, tunakuja mbele zako, tumekuwa wavivu hata kuomba. Mungu, tunakuja mbele zako, tunaomba uturehemu. Kwa kuwa Mungu tumetumia damu yako kama cover tu. Hatujatumia damu yako Mungu kuondoa dhambi ambazo Mungu ziko katika maisha yetu. Baba, tunakuja mbele zako, tunakuomba uturehemu. Rehemu uovu ambao Mungu katika familia zetu. Turehemu ambao Mungu uovu ambao tumeufanya. Lakini Mungu zaidi ya yote tunakusi damu yako itutetee. Damu yako Mungu itutakase. Damu yako Mungu itakase uovu ambao Mungu atazungumza hii. Mungu anazungumza na watoto wako, kuna vile ambavyo sasa hivi unataka kuviondoa. Mungu tunakuomba damu yako itutakase. Mungu iondoe uovu katika maisha yetu. Mungu iondoe hii dhambi ambayo Baba inafanya mauti. Mungu ipate nafasi katika maisha yetu. Mungu hii dhambi ambayo Baba ina attract the spirit of death. Baba, tunakuja mbele zako, tunakuomba uturehemu. Ni kweli Mungu, tunakuja mbele zako. Sisi sio Mungu kama kina Cain ambao Mungu hakutaka kuconfess. Lakini Mungu tunakiri kwako kweli kuna hii mauti ambayo Mungu inakuwa inanyemelea maisha yetu, inanyemelea familia zetu. Ni kwa sababu Mungu tumekuwa hatuna utayari wa kukiri dhambi. Baba, tunakiri sisi ni waovu, tunakiri Baba tumetenda dhambi. Na tunakusisa hii Mungu, ile nguvu yako ya ukombozi ifanye kazi katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu, Mungu tunakuomba turehemu. Baba, tunaomba damu yako itutakase uovu, na Mungu mauti isipate nafasi katika maisha yetu. Lakini Mungu, pale ambapo mauti imepata uhalali, kwa sababu Mungu tayari tu hatukukiri na tumekuwa katika dhambi muda mrefu. Basi Baba, tunaamini katika hii toba Mungu adui amekosa uhalali. Na Mungu tunakusile nguvu yako ambayo inaweza kumtoa adui Baba. Ile nguvu ya Roho Mtakatifu Mungu ifanye kazi sahihi katika maisha yetu. Iondoe roho ya mauti Baba, tukapate kutembea katika uzima hata katika huu mwezi ambao Mungu umetupa. Ni katika jina la Yesu. Naomba nikuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu nasema asante kwa wema wako. Asante kwa ajili ya mtoto ambaye anasikia muda huu. Asante Baba kwa nguvu ya ukombozi ambao Mungu iko halisi
iko hapa present, iko hapa Baba kutusaidia. Mungu, naomba kwa ajili ya kila mtoto wako ambaye Mungu kuna roho ya mauti inamtafuta, ni kwa sababu ya ile dhambi ambayo Mungu hakukubali kuiconfess. Baba, nasema asante kwa kuwa Mungu nguvu yako iko kazini sasa kuondoa roho ya mauti. Kwa wale ambao Mungu amefanya abortion, na Mungu tazama kuna roho ya mauti ambayo imepata nafasi katika maisha yao. Mungu, na inakemea roho ya mauti kuanzia sasa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu, naamuru hiyo mauti iachie maisha yao sasa. Hiyo mauti hayuna halali kwa kuwa Mungu tayari umesha declare msamaha. Na mimi Mungu naamuru mauti iondoke sasa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu, naamuru mauti iondoke sasa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu, kila ambaye ana changamoto ya addiction, ninaamuru hiyo addiction iondoke. Ninaamuru hiyo addiction iondoke. Ninaamuru hiyo addiction iondoke. Ninaamuru hiyo roho ya addiction iondoke. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila dhambi ambayo Mungu tazama ajue akapata nafasi, Mungu kuachilia roho ya addiction, Mungu kuachilia roho ya mauti. Na mimi kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaamuru mauti iondoke, ninaamuru addiction iondoke kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tile hai. Mungu, hata yule jini mahaba ambaye baba anataka kuangamiza hiyo ndoa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tile hai. Kila roho ya uzinzi iliyopata nafasi kupitia dhambi ya mweza mmoja ambaye Mungu hakuwa na roho ya kiasi, Baba, katika jina la Yesu Kristo anaanza tile hai, ninaamuru huyo jini mahaba aondoke, ninaamuru huyo jini mahaba aondoke, ninaamuru jina mahaba aondoke, ninaamuru jina mahaba aondoke kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai. Ninaamuru huyo jina mahaba ambao anataka kuleta mauti kwenye hiyo ndoa, ninaamuru aondoke sasa, ninaamuru aondoke sasa, ninaamuru aondoke sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai. Mauti kwenye kazi, mauti kwenye kazi, mauti kwenye biashara, ninakuamuru aondoke, ninakuamuru uondoke, ninakuamuru uondoke, ninakuamuru uondoke kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai. Kila roho ya mauti yenye uhalali kwenye kazi, kwenye biashara, ninakuamuru uondoke sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai. Hauna uhalali tena kwenye hiyo biashara, hauna uhalali tena kwenye hiyo ndoa, hauna uhalali tena kwenye hiyo kampuni, hauna uhalali tena kwenye hiyo nafasi, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai. Ninaamuru roho ya mauti iondoke, ninaamuru roho ya mauti iondoke, ninaamuru roho ya mauti iondoke. Kila mauti iliyokaa kwenye ajira, kila mauti iliyokaa kwenye ajira, kila mauti iliyokaa kwenye ajira, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai. Kuna wale ambao wanatakiwa kuajiriwa, lakini kila wakati kuna roho ya mauti inanyanyuka kuwatoa wasipate nafasi kwenye ajira, wasipate nafasi kwenye ajira, wasipate nafasi kwenye ajira. Kuna wengine wamekiwa mauti kwenye ajira kwamba wakiajiriwa tu watakufa. Na mimi kwa mamlaka ya jina la Yesu naamuru mauti iliyokaa kwenye ajira uondoke, 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 mauti iliyokaa kwenye ajira uondoke kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai. Na roho ya haribifu uondoke, haribifu uondoke. Wewe uharibifu ambao unaharibu afya, unaharibu afya, unaharibu afya, unaharibu afya kwa mamlaka ya jina la Yesu na kuamuru uondoke sasa. Ondoka, achia afya zao, ondoka, achia afya zao, ondoka, achia afya zao, ondoka, achia afya zao, ondoka, achia afya zao kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai. I declare uzima kwenye mwili wako, I declare uzima kwenye kazi, I declare uzima kwenye kazi yako. Ukikaa kwenye kazi wewe ni mzima kuanzia leo. Ukikaa kwenye kazi wewe ni mzima kuanzia leo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai. Na declare uzima kwenye kazi yako. Uzima kwenye kazi yako. Hiyo roho ya magonjwa imekuachia. 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 Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai. Hiyo roho ya mauti imekuachia. Hiyo roho ya mauti imekuachia. Hiyo roho ya mauti imekuachia. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai. Mauti kwenye miguu, mauti kwenye miguu, mauti kwenye miguu, mauti kwenye miguu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai. Wengine kwenye hatua zao kuna mauti, wengine kwenye hatua zao kwenye mauti, wengine kila hatua kwenye ndoa, anniversary mauti, hatua kwenye promotion mauti. Kuna wengine hata kwenye biashara, kila kulikuwa kuna ongezeko, mauti inaambatana na wao. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, we mauti uliokaa kwenye ongezeko ondoka, we mauti uliokaa kwenye ongezeko ondoka, we mauti uliokaa kwenye ongezeko ondoka, we mauti uliokaa kwenye ongezeko ondoka. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai. We mauti uliokaa kwenye ongezeko na kuamuru ondoka sasa, na kuamuru ondoka sasa, na kuamuru ondoka sasa, na kuamuru ondoka sasa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai. Achia kazi zao, achia kazi zao, achia ongezeko lao, achia ongezeko lao, achia ongezeko lao, achia ongezeko lao kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo anaanza tele hai.
Baba, nasema asante kwa ajili ya breakthrough. Asante Baba kwa kuwa umeondoa roho ya mauti kwenye kazi, kwenye ndoa, kwenye biashara, kwenye uzao. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nataka nizungumze na wale ambao matumbo yao yamekuwa yanawapa shida. Issue ya uzazi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, naachilia moto lao kwenye hilo tumbo. Naachilia moto lao kwenye hilo tumbo. Naachilia moto lao kwenye hilo tumbo la uzazi. Naachilia moto lao kwenye hilo tumbo la uzazi. Kila mauti iliyokaa kwenye hilo tumbo la uzazi. Kila mauti iliyokaa kwenye hilo tumbo la uzazi. Kila mauti iliyokaa kwenye hilo tumbo la uzazi. Ondoka. Ondoka sasa, achia hilo tumbo. Ondoka sasa, achia hilo tumbo. Ondoka sasa, achia hilo tumbo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe nyoka iliyokaa kwenye hilo tumbo ondoka. Wewe nyoka iliyokaa kwenye hilo tumbo ondoka. Wewe nyoka iliyokaa kwenye hilo tumbo ondoka. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mauti ondoka. Mauti ondoka. Mauti ondoka. Mauti ondoka. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wewe mauti iliyokaa kwenye uzazi. 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 Ondoka. 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 Kwa mamlaka ya jina la Yesu. 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 I declare life kwenye hilo tumbo. I declare life kwenye uzao wako. I declare life kwenye uzao wako. Miscarriage no more. Miscarriage no more. Mauti no more kwa watoto. Mauti no more kwa watoto. Miscarriage no more. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho Mtakatifu, uzima kwa watoto, uzima kwa mama, uzima kwa baba, uzima kwenye biashara, uzima kwenye kazi. Kuanzia sasa na declare kwako uzima. Na declare kwako uhai. Na declare kwako uhai katika huu msimu. Hautakufa, utaishi. Watoto wako wataishi. Utaishi kwenye biashara, utaishi kwenye kazi, kwenye hiyo kampuni. Hiyo kampuni haitakufa, hiyo biashara haitakufa, hautatolewa kwenye hiyo kazi. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Natangaza msamaha kwako. Kuna wale ambao tayari kuna kesi. Natangaza msamaha kwako. Natangaza msamaha kwako. Natangaza msamaha kwako. Natangaza msamaha kwako. Na natangaza msamaha kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kama namna ambavyo damu ya Yesu imetupa msamaha, na hii damu ya Yesu inakupa msamaha kuanzia sasa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nenda katika na huu msamaha kwenye hiyo kesi. Mungu atakutetea. Nenda na huu msamaha kwenye kesi yako. Mungu atakutetea. Nenda na huu msamaha hata katika eneo lako la kazi. Mungu atakutetea. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho Mtakatifu, nasema asante kwa ajili ya watoto wako. Chukua sadaka yako, hakikisha unatoa sadaka. Hii ni ibada. Hii ni program ya maombi. Chukua sadaka yako na kuombea. Baba, katika jina la Yesu, kila ambaye Mungu anachilia sadaka yake sahihi kwa ajili ya breakthrough ambayo Mungu amempa katika maisha yake. Mungu nakusihi, bariki sadaka. Mungu nakusihi, pokea sadaka Bwana. Na Mungu akaone matunda katika maisha yao. Asante Baba kwa nguvu yako. Asante Baba kwa uwezo wako. Asante Baba kwa kuondoa ile dhambi ambayo Mungu ilileta hukumu mauti katika maisha ya watoto wako. Baba, nasema asante kwa ajili ya huu msimu mpya. Asante Baba kwa kuwa tutatembea katika ushindi. Lakini asante kwa kuwa Mungu uko kwa ajili ya kutusaidia. Mungu ikawe halisi kwa watoto wako. Namna ambavyo Mungu anatupenda, namna ambavyo Mungu anataka kutuishi, namna ambavyo Mungu anatamani tuishi tukutimize kusudi lako hapa duniani. Mungu, hii revelation ikakae katika mioyo ya watoto wako. Kila nani sikiliza akajua namna ambavyo unawapenda na namna ambavyo Mungu anatamani waishi wasife. Baba, tunaona toka kule mwanzo hili lilikuwa ni kusudi lako. Baba, nakusihi kwenye kila leo na masikio Baba akalipokea hili neno na Mungu likae effective katika maisha yake. Ni katika jina la Yesu Baba naomba na kushukuru. Amen. Unaweza kuachia sadaka yako kwenye namba ambayo iko kwenye screen. Mungu akubariki sana. We shall meet next time. God bless you.